Bwana Yesu asifiwe. Basi nichukue nafasi kuwakaribisha tena katika kipindi siku ya leo. Tumekuwa tukijifunza kwa habari ya upatanisho, kwa habari ya toba, jinsi gani ya kumkaribia Mungu na kutengeneza mahusiano naye katika kipindi hiki. Na ni muhimu kujua kwa Mkristo kwamba iko njia ya toba wakati wa kumrejea Mungu. Tunapotaka kurudi kwa Mungu, pale ambapo tumejigundua ya kwamba tumetenda yasiyompendeza Mungu, na kumbuka ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba yeye afichaye dhambi atafanikiwa. Kwa hiyo tunapopeleka zile dhambi mbele za Mungu, ya kwamba tunatambua ya kwamba ni wenye dhambi, maana Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu ili tupate kukombolewa kwa, akabeba dhambi zetu, akapigwa mijeledi kwa ajili yetu, akabeba magonjwa, akabeba masikitiko ili sisi tuweze kuponywa. Na kwa misingio sasa, katika kipindi hiki ambacho ni tunaelekea katika ile Ijumaa Kuu, ikiwa ni kumbukizi ya kufa kwake Kristo, tunakuwa tunajifunza kwa habari ya kutengeneza na Bwana, kumkaribia Mungu, tengeneza nyoyo zetu, tengeneza mahusiano yetu yakawe kwa Bwana. Lakini tukajifunza ya kwamba pamoja na kwamba iko ile hali ya toba. Toba maana yake ni kwamba tunatubu kile ambacho tumemtenda Mungu kosa, kile ambacho tumemtenda Mungu dhambi, kile ambacho tumekwenda kinyume na taratibu za kiroho za Mungu. Kwa misingio sasa tunakwenda kupeleka toba, kumwambia Mungu tumekukosea, lakini tunahitaji kurejea, tumekuja kwako ili tutengeneze na wewe. Lakini kubwa kuliko yote, mahala hapa siku ya leo tunataka tujifunze nini? Kwa habari ya kufuta mashtaka. Tunapotenda dhambi, yuko anayetushtaki ambaye ni Shetani. Shetani yeye kazi yake ni kutafuta mwanadamu ametenda wapi kosa, ili apate sehemu ya kamata na kusema ya kwamba huyu hastahili kupokea baraka zako kwa sababu ni muovu, ametenda hili ambalo kustahili kulitenda. Na kwa misingio sasa anahesabiwa ile haki yaweza kumpiga huyu kwa sababu amefungua mlango wa kutenda dhambi. Na yamkini si dhambi ambayo tumeitenda sisi kama sisi, lakini ni dhambi ambayo imehesabiwa kutokana na urithi, pengine wa uzao, pengine ya jamii, pengine ya ukoo, pengine ya makazini, lakini kwa ujumla wake ni uovu ambao tumeubeba, tunatembea nao. Kwa hiyo tunapopeleka mbele za Mungu ni kwamba tunakwenda kwa maana ya kutubu. Tunakwenda kumwambia Mungu, tumekutenda uovu, tumekutenda dhambi, Bwana atusamehe. Na Mungu anapotusamehe, ni kweli kabisa tunapokea msamaha, lakini yamkini uko uovu ambao adui amesimamisha mashtaka, ambao kwao Yesu Kristo alikufa msalabani, alibeba dhambi zetu, alikufa, akamwaga damu yake. Hiyo damu aliyoimwaga pale msalabani ndio ile damu ambayo inatutakasa, inatuondolea ule uovu, inatusafisha. Maana yake ni kwamba tulikuwa tumechafuliwa. Maana yake ni kwamba ule uovu umetutengeneza kuwa wachafu, umetufanya kuwa viriba vilivyotoboka toboka. Kwa hiyo anachokifanya ni kwamba ile damu yake sasa, tunapoitia ile damu baada ya kuomba toba, ile damu inatutakasa, ile damu inatutengeneza upya. Lakini pamoja na kutengenezwa upya, kuna kutengua na kubatilisha. Na ukisoma katika kitabu cha Kolosai 2 mstari wa 14 inasema ya kwamba alichana ile hati ya mashtaka, akaigongomezea pale msalabani. Kwa hiyo Shetani yeye anachokifuatilia ni kwamba kuangalia ni wapi ambapo umeanguka, ili apate kitu cha kusimama nacho. Na kile kitu anaposimama nacho, maana ni kwamba anakwenda kuweka kama pingamizi ya kuzuia baraka zetu, ya kuzuia uponyaji wetu, ya kuzuia mafanikio yetu, ya kuzuia mbinu zetu za kuweza kupita. Kwa nini? Kwa sababu tayari ana uhalali ule ambao ameuona umetokana na uovu. Na tunapokuwa tunapeleka maombi sasa, tumeshafanya toba ili tuweze kugulia hizi baraka, tukaweza kuzipokea kamilifu sawa sana jinsi tunavyoomba. Iko sababu au uko muhimu wa kufuta zile roho za mashtaka na kutengua yale ambayo Shetani amesimamisha kwayo. Maana Yesu alikuwa pale msalabani, yeye ametukomboa, yeye amebeba yote, na ile damu yake ndio inaweza. Kwa hiyo tunayafuta mashtaka kwa damu ya Yesu Kristo, tunatengua mashtaka kwa damu ya mwana kondoo, ile damu inenayo mema nene ukurasa mpya. Maana yake ni kwamba tunafuta ile historia, tunaitengua ile historia. Na ndio maana unapopeleka zile toba za ambazo zimetokana na ule uovu wa kurithi, umepeleka yamkini kuna kitu ambacho kinarithiwa kutoka ukoo hadi ukoo, uzao hadi uzao, familia hadi familia, na inafanana vile vile uovu ambao ulitokana pengine na uasi wa nyuma ambao wazee, mababu, mabibi waliwahi kufanya siku za nyuma, na huo uovu umekuwa ukitembea ndani ya familia. Akitoka huyu anaingia huyu, akitoka huyu anaingia huyu. Ule uovu unakuwa umesimama ukiwa na uhalali kwa sababu ya uovu uliofanyika nyuma. Lakini damu ya Yesu inaweza ikauondoa, pale ambapo tunaweza kwenda tukaomba Mungu na kumwambia kwamba turehemu kwa niaba ya familia yetu, rehemu kwa ajili ya wazazi wetu, rehemu kwa ajili ya mababu zetu. Walifanya kwa ujinga, hawakujua. Ni kweli kabisa walitenda dhambi, waliingia katika maagano wasiyojua kwa sababu ya kutokuelewa. Lakini leo tumesimama kama familia kwa sababu tumekujua na nuru yako imekuja ndani yetu. Bwana tusamehe, na kwa uovu ambao ulisizaliwa
ukaleta uovu wa magonjwa ndani ya familia kama mapigo, kama adhabu ambayo imesimama ikiwa na mashtaka nyuma ya kwamba watu hawa pengine waliuana, ya kwamba watu hawa pengine waliingia katika matambiko, ya kwamba hawa watu pengine waliingia katika haya na yale. Uovu wote uliofanyika na umesimamishwa, kisasi chao au adhabu yao itakuwa ni hii katika familia zote. Baba, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo ili tuweze kusimama katika baraka za kiungu. Imetupasa kuingia katika toba, lakini pia kufuta mashtaka ili kuondoa pingamizi zote, milango ile ya baraka ikabakie iwe wazi. Kumbuka unapokwenda mbele za Mungu ukaomba maombi ya rehema, kinachofuatia ni kwamba unaingia kwenye utakaso, unamsogelea Mungu. Mungu anasema iweni watakatifu kama mimi ndivyo mtakatifu. Kwa hiyo pale kwenye toba utakatifu unakusogelea, tunasogelea mbele za Mungu. Na tunaposogelea mbele za Mungu, maana yake ni kwamba tunakisogelea kiti cha rehema kwa damu mwana kondoo, na hiyo damu sasa ndio inayofuta historia nyingine, ndio inayofuta yale ambayo yanatufanya sisi tusiweze kupokea zile baraka zetu. Niseme ya kwamba Mungu akubariki sana. Mara hapa katika kanisa hili la Mount Zion tunayo maombi aina mbalimbali, lakini kipindi hiki hususan kipindi hiki tuna maombi ya kutengeneza, tuna maombi ya rehema, tuna maombi ya kumsogelea Mungu, kuna maombi ya kufuta hayo mashtaka, kuna maombi ya kwenda mbele za Mungu na kujisogeza kwake kwa damu ya mwana kondoo. Yesu Kristo alikufa msalabani, na kumbuka ya kwamba tunasogelea tarehe za mwezi huu ambao ni kumbukizi ya kufa kwake msalabani. Akabeba dhambi zetu, akabeba masikitiko yetu, akabeba mateso yetu, akabeba kila uovu wetu, akalipa gharama ya mauti. Hiyo gharama ya mauti sasa ndio sisi inayotupa ujasiri wa kwenda mbele zake na kumwambia Mungu, tumekuja, tunaitia neema yako na rehema yako. Mungu awabariki sana. Karibuni sana katika maombi. Tunazo vipindi mbalimbali. Siku ya Jumatano tuna maombi mahala hapa kuanzia saa 10 hadi saa 12, lakini pia tunayo maombi siku ya Ijumaa. Maombi haya yanaanza saa 10 mpaka saa 12 jioni. Na siku maalum ya Jumapili tuna kipindi cha ibada kuu ambayo inaanza saa 3, lakini pia kufika saa 6:30. Mungu awabariki sana 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 unapokaribia kwenye maombi, na tunajifunza mbinu mbalimbali za maombi. Mungu akubariki. Pia mkaribishe mtu mwingine. Kuna mtu anahangaika hajui sehemu ya kwenda. Kuna mtu analia ndani. Kuna mtu anaumia ndani. Kuna mtu hajui afanye nini. Kuna mtu ambaye anamtafuta Mungu lakini amejifungia hajui. Amen. Kwa hiyo ukisikia taarifa kama hizi, hebu chukua nafasi, chukua hatua. Mweleze na mtu mwingine kwamba kuna kituo, kuna kanisa la Mount Zion sasa hivi uko katika maombi. Sasa hivi wanajifunza maombi ya namna hii. Yamkini kuna vifungo vingi anavyo. Yamkini mtu huyu hana kumshirikisha, ameshawaeleza watu wengi, lakini imeonekana kana kwamba ni story. Yesu anaweza. Yesu anajibu. Yesu anatenda. Yesu bado ni yule yule, wala hajabadilika. Mungu akubariki sana. Karibu sana katika vipindi vyetu vya maombi.